Okay. Cha kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia na ushukuru uongozi wa kampuni ya Feiruz, lakini pia namshukuru sana huyu Mshamba. Namshukuru mno kwa sababu anaenda kunibadilishia maisha. Ujue zamani ilikuwa ni unampiga tu mtu, unamtoa manunu, unaenda unafly. Lakini sasa hizi unampiga mtu alafu unapata kitu cha kununua kama TV, friji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi namshukuru sana kwa sababu maisha yangu anaenda kuyabadilisha. Lakini pia naenda kupata umaarufu mkubwa kwa sababu ngumi ambazo zitakuwa zinatoka na kuingia ni za maajabu kwa kweli. Kulingana na umbile na umri wangu na uzito wangu pia. Na mimi niwakumbushe turejelee hata mapambano na Bruce Lee Jackson, watu ambao aliwaangusha. Ndivyo movie pia zilivyokuwa zinavutia. Majitu makubwa, majitu ambayo hayana akili, majitu mashamba, majitu ambayo yanaingia tu kichwa. Kwa bwana mimi nikushukuru. Una wema sana, una wema kwa sababu ujionee huruma. Unaenda kuyabadilisha maisha yangu kirahisi. Umenipatia mwanamke ambaye of course mimi na enjoy. Nafikiri ndo mwanamke mzuri kwa sasa hivi Tanzania. Ana shape, una enjoy sana. Yaani sijui ningekujua mapema wewe baba. Wallahi ningekujua mapema. Kwa hiyo sababu ya kuingia kwenye ngumi pia ni kutokana na hana nidhamu. Mimi nimempokea kabisa kwenye sanaa. Mara kwanza kabisa alifanya kama pacha wa Mario, anaimba. Nikamwambia kaa hivi. Ikawa ni ngumu sana kwa sababu kipaji cha kuimba hana, sauti hana. Nikamwambia sasa sikia, fanya kama mtulia Mshamba wewe. Chula nini? Ni kama ana force kwenye muziki. Nikamwambia pita kwenye comedy kwanza ili ukipata maarufu watu wakikujua unaweza uka introduce muziki yako. Mwisho siku amepata mileage kidogo, anaanza kuongea shit kwamba eti mimi sio chochote, sijui kuchekesha, sijui gari nimekopa, vitu vya kijinga kabisa. Kwa mimi nilikuwa nataka nimkafue, niingie kabisa mtaani kwake. Lakini nikapata ushauri wa watu wazima kwamba mwanya usimpige katika mazingira hakuna sheria hapo vyombo viko. Sasa sikia, tafuteni mtu yote awadhamini muingie ulingoni. Namshukuru sana Feiruz. Wewe nitakukafua walai tena nakwambia. Wewe subiri. Shamba. Kuna swali lingine? Okay. Sio sana. Nataka kukimbia kaja na mrembo kule kamficha. Kana ina shida. Bwana Nzala katuma ujumbe mfupi. Anasema anakufa baba. Na anajua wewe umeishiwa comedy kama katia huko. Unamwambia nini Nzala? Ameongea hapa mkurugenzi kwamba mkali wenu alikuwa kwenye comedy, mwisho wa siku saizi ni bondia mzuri na nafikiri ana rekodi ya kutokupoteza pambano. Kwa hiyo mwanaume kama mwanaume hajisifii kazi. Mwanaume anapenda tarakimu. Huwezi ukasema eti mimi nipo kwenye kitu fulani ambacho kila siku kinakupa $300,000, alafu kuna kitu kipo sehemu kina $2,000,000. Mwanaume ana kawaida moja, anapenda namba. Kwa hiyo kwenye kushow sijui kwenye kuchekesha sijui nini, mtu achane na hizo story kwanza. Achane na hizo rumors. Mimi niacheni kwanza nimkafue. Huenda mimi ndo bondia ajaye kwenye ile taifa, utajuaje? Wewe ni Mungu. Kwa hivyo